na tuangazie kwa yale mazungumzo ambayo yameweza kufanyika kwa siku ya jana. Tuliweza kuona ni mazungumzo ambayo yalikuwa yanatija katika pande zote mbili, katika upande wa Ukraine, katika upande wa Urusi, lakini hata Marekani pia, kwa sababu Marekani ndiye ambaye amesema katikati kama mpatanishi kuhakikisha kwamba amani inapatikana upande wa Ukraine, amani inapatikana upande wa Urusi, basi na yale machafuko ambayo yanatokea yanaweza kutamatika. Na tuliweza kuona jinsi gani ambavyo mazungumzo ambavyo yalivyoweza kukamilika, na tukumbuke hii ni duru ya pili ya mazungumzo na tunategemea kuwa na duru ya tatu ya mazungumzo kati ya Marekani, Urusi pamoja na Ukraine. Na mazungumzo ya duru ya tatu tunategemea kuweza kufanyika katika taifa la Marekani kwa taarifa ambazo zilivyoweza kutoka. Na hata hivyo wanakuja kuangazia jinsi gani ambavyo mazungumzo yalivyoweza kufanyika. Kila upande uliweza kuafikiana kwa yale waliweza kuzungumza. Upande wa Ukraine hajaweza kuzungumza kuhusiana na habari hasi kuhusiana na mazungumzo hayo. Hata Urusi pia hajawahi kuzungumza na vitu hasi kuhusiana na mazungumzo hayo, na upande wa Marekani hivyo hivyo. Kwa hiyo tunategemea kuweza kuona amani kuweza kupatikana kwa upande wa Ukraine na upande wa Urusi pia. Na unakuja kuangazia katika mgogoro huu wa vita kati ya Urusi na Ukraine. I say tunaelekea mwaka wa 4 katika mgogoro huu wa vita, ambapo ulianza mwezi wa pili mwaka 2022 na huu ndio mwezi wa pili wenyewe. Kwa hiyo tunahesabu siku kadhaa tu kuweza kufikisha miaka 4, kwa sababu mgogoro huu wa vita ulianza tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2022. Kwa hiyo unakuja kuangazia mpaka mwaka huu 2026 na huu ni mwezi wa pili. Tukiweza kutimiza tarehe 22, kwa ni tayari ni miaka 4 katika mgogoro huu wa kivita ambao upo kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Na hata hivyo wanakuja kuangazia jinsi gani ambavyo katika mgogoro huu wa kivita ukilinganisha na kipindi cha nyuma, jinsi gani ambavyo hali halisi ilivyokuwepo katika upande wa Ukraine na katika upande wa Urusi. Tulikuwa tunaona upande wa Ukraine, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiweza kuzungumza mara kwa mara kuweza kuhitaji misaada zaidi kutoka katika baadhi ya mataifa, hususan mataifa ya magharibi, lakini pia na upande wa umoja wa NATO, lakini pia na upande wa umoja wa Ulaya. Tulikuwa tunaona jinsi gani ambavyo rais wa Ukraine akizidi kuomba misaada zaidi, hususan katika upande wa fedha, wa upande wa silaha za kivita. Ni miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa akizidi kuviomba ili kuweza kufanikisha na shinda mgogoro wa vita ambao upo kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Lakini hata hivyo wanakuja kuangazia na pia kwa upande wa Urusi, kuna kipindi ni kama vile rais wa Urusi Vladimir Putin na yeye alikuwa kama vile ameshindwa, lakini kwa kuwa yeye hakutaka kuonyesha kama mimi nimeshindwa, tukawa tunaona jinsi gani ambavyo kuna kipindi alikuwa anaomba siku 5, na kwamba siku 5 kwa hakutakuwa na mapigano kati ya Urusi pamoja na Ukraine, kwa sababu labda kuna sherehe fulani, labda kutakuwa na kitu fulani. Sasa unaweza kujiuliza, jamani, ni siku 5 pekee. Lakini hata hivyo baada ya muda mfupi unakuta labda baadaye unasikia labda Urusi imepokea labda makombora kutoka sehemu fulani, Urusi imepokea kitu fulani kutoka sehemu fulani. Na mbali zaidi ni kwamba pale ambapo upande wa nchi ya Korea Kaskazini ilipoweza kutoa wanajeshi wake zaidi ya 1000 na kupeleka katika taifa la Urusi kwa ajili kufanikisha kwamba Urusi anashinda katika mgogoro huu wa kivita. Na ukiachana tu kuweza kutoa wanajeshi hao kutoka katika taifa la Korea Kaskazini na kwenda moja kwa moja katika taifa la Urusi, pia alikuwa anaweza kusaidia kuhusiana na masuala mazima ya silaha za kivita, alikuwa akisaidia. Na hata hivyo kwa upande wa Korea Kaskazini, Rais Kim Jong Un yeye alikuwa hajifichi kuonyesha kwamba diplomasia ambayo ipo kati ya Urusi pamoja na Korea Kaskazini, mahusiano yao yako kivipi. Na tumeweza kuangazia jinsi gani ambavyo kwa upande wa Ukraine na yeye kuna kipindi akasema hapana, kama yeye anaweza kusaidia kuweza kutoa wanajeshi wake katika taifa la Korea Kaskazini na moja kwa moja kuweza kupeleka katika taifa la Urusi, na yeye akawa anataka misaada zaidi kutoka katika misaada zaidi kutoka katika upande wa nchi za magharibi, hususan nchi za umoja wa Ulaya. Na tukaweza kuona kuna kipindi pale ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwa akiweza kuzungumza kuhusiana na misaada, akisema kwamba misaada anapewa kwa kusita, mara misaada anacheleweshewa, anataka misaada iweze kufika zaidi kuhakikisha kama mgogoro huu wa vita unaenda kutamatika. Lakini hata hivyo tumeweza kuona duru ya kwanza mazungumzo yaliweza kufanyika, hali halisi ilikopo vipi. Kuna sintofahamu ambazo ziliweza kutokea, hususan katika upande wa Ukraine walikuwa wakisema kwamba katika mgogoro huu wa kivita inabidi kila taifa liweze kunufaika. Ukraine nufaike, Urusi iweze kunufaika. Lakini kama vile ilikuwa inaonyesha
kwa upande wa Urusi masharti ambayo waliweza kuwekea Ukraine yalikuwa ni magumu zaidi, na Ukraine wakashindwa kuweza kuyafikia masharti hayo. Lakini kwa duru hii ya pili ya mazungumzo, naweza nikasema taa ya kijani imeweza kuwaka pande zote mbili, upande wa Urusi na upande wa Ukraine. Kwa hiyo tunaweza kutegemea duru ya tatu itaweza kufanikisha mpango wa amani kati ya mataifa haya mawili. Na hata hivyo unakuja kuangazia jinsi gani ambavyo mazungumzo yanazidi kuendelea, lakini bado Urusi hajasitisha mashambulizi upande wa Ukraine. Na hata hivyo kuna taarifa ambayo zimeweza kutoka zikisema kwamba wakati mazungumzo yakizidi kuendelea, na ndivyo ambapo upande wa Urusi mashambulizi yakiendelea, hususan katika kuhakikisha kwamba wanaharibu miundombinu ya umeme katika taifa la Ukraine. Mtazamaji, natamatisha hivyo Morning Victory siku hii ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa kitaifa pamoja na kimataifa. Mimi ni Georgina Mwatatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.